Aina 5 ya dharau ambazo mwanaume anaweza kazifanya kwa sababu ya wewe kuolewa naye kisa na pesa ama mali. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba ni rahisi sana mwanaume kuweza kufanya dharau ambazo nitaweza kuzitaja kama utakuwa umeolewa na huyo mwanaume kwa sababu ya pesa zake au mali zake. Wanaume sio kwamba hawana akili. Wanaume wana akili. Kwa hiyo kama mwanaume ana pesa, huwa anajua kwamba huyu mwanamke ambaye nimemuoa amenipendea pesa au amenipenda kweli. Kwa hiyo kuna dharau ambazo mwanaume anaweza kazifanya ikiwa wewe mwanamke utakuwa umeolewa na mwanaume kwa sababu ya pesa zake au mali zake. Dharau ya kwanza kabisa ni dharau ya kuongea na simu na wanawake ukiwa naye karibu yake au akiwa ndani. Hii ni mojawapo ya dharau ambayo mwanaume mwenye pesa anaweza akakufanyia na usifanye chochote kile. Yaani hata kama utasema mimi nitagombana naye, utagombana naye ukiwa hujaingia katika ndoa, lakini kama utaingia katika ndoa na mwanaume mwenye pesa atakufanyia dharau na hautomfanya chochote kile. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua hilo kwamba mojawapo ya dharau ambayo unaweza kaifanya mwanaume ambaye ana pesa na anafahamu kabisa umeolewa kwa sababu ya pesa zake ni kwamba ni rahisi kuongea na wanawake akiwa karibu yako na ndani ya nyumba, au mnaweza kuwa mpo kitandani akaongea na wanawake tofauti tofauti kimapenzi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii ni mojawapo ya dharau ambayo mwanaume mwenye pesa anaweza kaifanya kwa mwanamke ambaye ameolewa naye, yani amemuoa kwa sababu ya pesa zake, au mwanamke amekubali kuolewa kwa sababu huyo mwanaume ana pesa na mali. Na pia dharau ya pili ni dharau ya kuleta watoto nyumba, yani kuleta watoto ndani na wanawake tofauti tofauti. Hii ni mojawapo ya dharau ambayo mwanaume mwenye pesa ni rahisi kuweza kuifanya. Yani anaweza akaleta watoto wa wanawake tofauti tofauti ndani ya nyumba. Hii pia ni mojawapo ya dharau ambayo unaweza kukumbana nayo wewe mwanamke ambaye unategemea kwamba mimi nataka niolewe mwanaume mwenye pesa au mwenye pesa na mali. Fahamu kabisa kwamba hii ni mojawapo ya dharau ambayo unaweza kukumbana nayo kwa mwanaume ambaye atajua kwamba umekubali kuolewa naye kwa sababu ya pesa na mali. Na pia dharau ya tatu ni dharau ya kuleta wanawake ndani ya nyumba na akakufukuza katika chumba chake uende kulala chumba kingine. Hii ni mojawapo ya dharau ambayo wanaume ambao wana pesa pale wanapooa wanawake ambao wamewapendea hela zao huwa wanafanya hili jambo au hii dharau. Kwa hiyo ni mojawapo ya dharau ambayo ni ngumu sana kuweza kuivumilia, lakini ni vizuri zaidi kuweza kuifahamu. Na pia dharau ya nne ni dharau ya kuwadharau wazazi wako kwa sababu ni mafukara. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba wanaume wenye pesa wanapooa wanawake ambao wao wamefocus au walikubali kuolewa na huyo mwanaume kwa sababu ya pesa na mali, huwa wanachukulia kwamba huyo mwanamke amenipendea pesa na mali. Kwa hiyo ile dharau ni rahisi kuweza kuifanyia kwa wazazi wa huyo mwanamke au familia ya huyo mwanamke. Kwa hiyo ni mojawapo ya dharau ambayo mwanaume anaweza kaifanya. Na pia dharau nyingine ni dharau ya kutojali hisia za mwanamke. Haijalishi mwanamke akiwa anahitaji kufanya mapenzi kwa wakati huo, mwanaume kama hapendi hatojali. Haijalishi mwanamke atakuwa anapenda kufanya mapenzi kwa wakati huo, hapendi kufanya mapenzi kwa wakati huo, mwanaume anapenda atafanya. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya dharau ambayo mwanaume anaweza kaifanya kutokana na jinsi ambavyo anajua kwamba huyo mwanamke amemuoa kwa sababu huyo mwanamke alikuwa anapenda au alipenda pesa na mali zake. Nikumbushe kwamba kila unachokiona katika mitandao ya kijamii kwa wanawake ambao wameolewa na wanaume wenye pesa na walikuwa na ndoto au walikuwa na tamaa ya kuolewa na mwanaume mwenye pesa na mali, ni kwamba unavyoona katika mitandao ya kijamii wanaonekana wanacheka au wanaonekana katika jamii wanacheka, wanafurahi. Hiyo ni picha ya kwa watu, lakini picha ya nyuma ya pazia ni kwamba wanateseka katika ndoa zao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke yote ambaye anaolewa na mwanaume kwa ajili ya pesa na mali, na mwanaume akafahamu kwamba nimemuoa huyo mwanamke kwa sababu amenipendea pesa na mali, kwa kawaida hukumbana dharau nyingi sana katika ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Lakini pia kama unahitaji ushauri ama video za siri za mapenzi ama kitabu hiki ambacho kitakusaidia sana kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ama ndoa sahihi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwenye namba 0713 7287 36. Lakini kama utakuwa nje ya Tanzania utaanza na jumlisha 255 713 7287 36. Na kama utakuwa nje ya Tanzania utaanza na jumlisha 255 713 7287 36. Asante na karibu.